Radio Télévision Ngoko en direct. Abonnez-vous, like et commentez. Mheshimiwa Waziri, habari ya wakati huu? Hapa ni salama isipokuwa tu vita mashariki mwa Kongo. Naam, kuna taarifa kwamba serikali ya DRC imetaka kwamba jumuiya ya kimataifa iweze kuyatambua haya madini yanayosafirishwa na nchi ya Rwanda kutoka mashariki mwa DRC yatambulikane kama madini ya damu. Hii inamaanisha nini? Ndiyo, hilo ni ombi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu Rwanda na rais wake wamedanganya ulimwengu tangu siku nyingi wakisema vita inayofanyika Kongo ni kwa sababu ya FDLR ambao tunatumika nao ili tuvamie Rwanda. Wanasema pia DRC kuna hotuba za kuchochea chuki na ukabila, wakisema kwamba sisi hatutaki kabila fulani ama lingine. Lakini hiyo ni uongo mtupu, kwa sababu mimi nilikuwa gavana wa jimbo la Nord Kivu miaka 12. Najua kama vita vyote vinasababishwa na kupora mali ama madini ya Kongo, yani coltan, gold, dhahabu na diamond. Ndio maana vita vikianza, kitu cha kwanza ni kukamata mkoa wa Masisi, kwa sababu Masisi ni mkoa ambapo kuna eneo ambalo wanaita Rubaya, na hilo Rubaya ni eneo ambamo kuna 60% ya madini ambayo yanatafutwa ulimwenguni. Ndio maana sisi kama serikali ya Kongo, tukijua hiyo, tumeomba Umoja wa Mataifa iweze kutambua madini ambayo Rwanda inapeleka ulimwenguni kuwa madini ya damu, kwa sababu Rais Kagame anamwanga damu kunako mashariki ya Kongo ili atoe madini na iweze kusaidia bajeti yake kwa kujenga nchi ya kwake. Hilo ni ombi ambalo linatokana na vitu vinavyofafanuliwa vizuri kunako uwanja wa mapambano. Na ni kwa nini DRC mmetaka kwamba makata haya yatolewe, na mbona mmechagua muda huu wakati ambapo nchi ya Rwanda sasa imekuwa ikishutumiwa kuhusika na uungwaji mkono wake kwa kundi la waasi la M23? Ndio, tumechagua muda huu kwa sababu najua Umoja wa Mataifa, iwe Marekani, iwe Ulaya, Umoja wa Ulaya, wote wametambua kwamba tangu miaka 30 Rais Kagame alikuwa akiwadanganya sana, kwa sababu kulipitikana na genocide mwaka 1994, na sisi sote tulishtuka kuona hiyo mauaji ya kinyama ambayo ilifanyika, na alikuwa akipitia mauaji hayo ili adanganye ulimwengu mzima kusema Kongo inatayarisha vita kufanya mauaji kama yale yaliyofanyika miaka 30 iliyopita. Ijapokuwa wachunguzi wote wanajua ya kwamba hakuna hata siku moja tangu miaka 30 Rwanda iweze ikavamiwa na majeshi ya Kongo. Kwa hiyo uongo sasa imetambulikana, na ndio maana Umoja wa Mataifa wote wamesimama kwa sababu wasapoti nchi ya DRC kwa kuleta amani ya kudumu. Na ili amani ya kudumu iweze ikafika, ni vizuri kupika marufuku madini ambayo yanatoka Rwanda, kwa sababu ni yale madini yanampatia pesa ya kuendelea kuleta vurugu mashariki mwa Kongo na kuonekana ulimwenguni kama yeye anafanya kazi nzuri nchini mwake. Hiyo ni ombi letu kubwa sana, na nimewahi kuzunguka ulimwengu mzima, kwa sababu Rais Tshisekedi ametutuma sisi kama ambao wanaelewa na wana ujuzi wa mambo ya Great Lake kwa kuweza kuzunguka ulimwenguni tukifafanua, tukieleza, ili ulimwengu utambue ya kwamba madini inayotoka Kongo ni madini ya umwangaji wa damu ya Wakongomani, kwa sababu ni sisi Wakongomani tuliofanya genocide kunako nchi ya Rwanda. Na kwa hiyo hatuwezi tukakuwa kila siku tunapatwa na vita kwa mauaji ya ulaiki ambayo ilifanyika katika nchi ya kigeni. Ni kauli ambayo inakuja baada ya wewe kama waziri wa masuala ya biashara ya nje kukutana na hawa wabunge wa Umoja wa Ulaya kule Kinshasa, na ujumbe huo ukiongozwa na Bwana Thierry Mariani. Na je, hatua hii inalenga Rwanda pekee na M23 peke yake ama? Ndiyo, hatua hii inalenga Rwanda kwa sababu ni wao ambao wanafanya vitu visivyotambulikana, na Rwanda ikipigwa marufuku ni lazima nchi zote ambao zinakuwa nyuma yake zitapata tena nafuu, kwa sababu sisi sasa hivi hatujui nani wanakuwa nyuma yake. Ndio maana wakampiga Rwanda hizi sanction kubwa na wanakataa kununua madini ya kwake, itaonekana sasa ambao watababaika ni wale ambao tutaweza kutambua ya kwamba walikuwa wakifanya na Rwanda. Sisi kwa sasa ni kupiga
marufuku madini ambayo Rwanda inapeleka ulimwenguni, na hiyo itamaliza vita ya M23 kwa sababu ni pesa zile ambazo wanazipatia M23 kwa kuendelea kufanya vita mashariki mwa Kongo. Na je, mnaamini hatua hii mnayopendekeza ikisaidia kuleta utulivu huko mashariki mwa DRC? Ndiyo, ni mojawapo wa hatua ambazo zitaweza kusaidia kuleta utulivu, na mbalimbali na ile kuna pia vitu vingine ambavyo sisi kama binafsi kama nchi ya Kongo tutafanya kwa undani kwa kuweza kujiorganize ili tujenge jeshi, kwa sababu hakuna nchi kubwa kama Kongo ambayo ina vitu vizuri na madini makubwa hii ambayo haitaweza kupatwa vita kama haijenge jeshi la kwake. Ile ni mambo ambayo tutafanya kwetu kwa undani, kwa sababu kama bado hatujafanya jeshi, kila yoyote atataka kuja Kongo kupora mali ya Kongo. Kumalizia tu mheshimiwa, najua una kazi nyingi, unawaambia nini hawa watu ambao wamekuwa wakishutumu serikali ya Kinshasa, lakini pia baadhi ya wakubwa kutoka serikali ya Kongo kwamba na wenyewe ndio wanajinufaisha kwa kiasi kikubwa na migodi ya madini huko mashariki mwa Kongo wakati wananchi wanaumia? Kila nchi na shida zake za ndani. Wacha kwanza tumalize vita, alafu tutazame hizi shida za ndani pia tuweze kuzimaliza, kwa sababu hakuna ambaye kama ni kiongozi anaweza akataka wananchi wake wakuwe ndani ya hali mbaya. Shida za ndani tutaweza kuzimaliza, lakini kwanza ni vita ambavyo havituruhusu kuendelea na kutumika kwa shida zetu mbalimbali ambazo ni shida za kila nchi ulimwenguni.